utashinda. Kwa hivyo mfano moja ni Yesu Kristo. He didn't grasp for glory, so God crowned him the humility. When you do the same, God will use you. Ukiwa katika harakati ya kunyenyekea mbele ya Mungu, Mungu atakutumikia na atakubariki katika njia zote. Kwa hivyo ninapoanza, nina hadithi moja. Kulikuwa na kanisa moja ilipanga wawe na kongamano. Kwa mfano tuseme tunaenda Dandora, tupeleke ujumbe. Kila mtu alikuwa wanachagua ile kazi ya kuonekana katika hiyo ibada. Wengine wanachagua praise and worship team, wengine wanachagua kuhubiri, wengine wanachagua pande ya tuseme kugawa maji, yale inaonekana mbele za Mungu. Lakini there was one old woman alienda akakagua mahali kongamano itawekwa ifanyike, na alianguka kitu kama saa 11. Aliona ni chafu mno, akaipanguza, akatoa hizo dampi. Unajua dampi ikiwekwa karibu na nyumba yako, na hapo ndio mahali kongamano ingefanyika. Alipofagia na ilipofika siku ya kufanya hiyo mkutano, watu walishangaa, nani amepanguza hapa? Kwa hivyo siku ya leo, hiyo hadithi inatuonesha ya kwamba true unity, joy and weakness flows when we imitate Christ in self-humility. Tunapofanya, unafikiria, unapanga kwa njia ya Ukristo ili usionekane, bali jina la Yesu lipate kuinuliwa. Kwa hivyo naomba tusome pamoja katika kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia aya ndogo 1 mpaka 11. Let us read the passage together. What does the Bible says in Philippians chapter 2 from verse 1 to 11? The Bible says, if there be therefore any consolation in Christ, I repeat, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of Christ, of the Spirit, if any bowels and mercies. Verse 2, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love, being one of accord, of one mind. Verse 3, let nothing be done through strife or glory, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ, who brings in the form of God, though it's not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient on death, even the death of cross. Wherefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus Christ every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. The last verse, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father. Paulo alipoandika hii barua kwa kanisa la Filipi, Filipi ilikuwa kanisa yenye wako na furaha tele, na kama kawaida ilikuwa jiji lile kando la bahari. Wengi wetu tunafurahia Mombasa, Kisumu, mahali unaweza ogelea. Bwana asifiwe. Hata Filipi ilikuwa kando ya bahari, na watu walikuwa na raha ilijaa, they were happy. Lakini changamoto ni kuwa walikuwa wamepungukiwa na jambo moja, ile ya unyenyekevu katika roho zao. Bwana asifiwe. They were so proud of the joy of their town and of their lifestyle. But Paul is writing to them, the joyful church, but facing tension and pride. He pleads with them, be of one mind, do nothing out of selfishness. Musifanye vitu kwa kiburi, kwa kujipendelea tu. Wajua, you can be so happy, but it's limited, cannot be compared with the happiness in God's salvation. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amewaandikia hiyo barua kwa kanisa la Wafilipi ya kwamba onjawa mko na furaha, lakini kuna mmepungukiwa na jambo. Ndio tunataka kusoma siku ya leo. Kwa hivyo hatutawaachia hapo, tutaendelea mbele tukiangalia kila andiko, tukianza verse 1 mahali nilianzia. If you have any encouragement in Christ, make my joy complete by being like-minded like Christ. Bwana asifiwe. Kama mnataka furaha tele, muwe na akili na fikiria kama ile ya Kristo. Kwa hivyo siku ya leo, hiyo hadithi imeanza na the word if. If there be therefore any consolation, kama kuna kuhimizana, what can make you be so happy, encouragement in Christ, is that we should be happy that akili yetu inafikiria vile Kristo anafikiria. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wananielewa? You should be happy that I am in Christ. You should be happy that I'm doing what Christ has taught me, not by my mind. So, I encourage you today in this church that the word statement, if, mara mingi vijana husema if it's, I'll do it. If it is like that, if you insist, vijana, Bwana asifiwe. If you insist, I'll eat. Siku moja nilitembelea mwingine, Bwana asifiwe, na niko na njaa, lakini naona ugali ni kidogo, lakini nikasema if you insist, let me do it. Bwana asifiwe. Kama umeona ni vyema, wacha nikule ingawa nimeshiba, mahali nimetoka nishakula. Paulo pia analeta hii hadithi akianza na mahali anasema if you insist, ingawa mmeokoka, ingawa mnajua, ingawa mko na raha, ingawa mnafanya vitu kulingana na vile mnapenda watu wa kuwaone, so that people can see you, you are praying. But if you insist, let me remind you of something I can do. Bwana asifiwe. Amen. Let me remind you of what Christ can do if you insist. That's how the word has started. See, your versions are saying like that. If. The word if. So, Paul says in the church family, unity is created by programs or personality. It's created by humility. Ili watu waungane pamoja, lazima kuna mtu amenyenyekea mpaka chini. Bwana asifiwe. Amen. Even in marriage, ndio watu waishi pamoja. Huyu alizaliwa kwingine kule Mombasa na huyu amezaliwa Leko, ili waungane wakae pamoja. Mmoja lazima anyenyekee ndio wasikizane, watembee pamoja. Kwa hivyo unity in a church, unity in a family, unity in a business needs somebody to have the mind of
katika hiyo ndoa, katika hiyo familia, katika hiyo biashara. So wacha niwakumbushe, tafakari moyoni mwako, mahali gani unapambana nayo. Kama hakuna unity, naomba utafakari. Have you humbled yourself with the mind of Christ so that unity patikane, umoja upatikane, furaha tele, sio ile furaha ya siku moja ya monthly. Salary ikiingia ndio watu wanacheka katika nyumba. Salary ikiisha, joy has gone through the window. Ask yourself. You need not to answer me, but ask yourself, where is it? Do I have the mind of Christ? Have I heard the sermon today that our difference comes because I don't have the mind of Christ? You have to say, if you insist that I am wrong, forgive me. If you insist that I did it, okay, let's be so. That's what Paul is telling the church of Philippians, that you have so much joy, but it's lacking something. Pride is there. Somebody cannot tone down. Everybody is fighting for supremacy. I am the one. I am the controller. I am everything. No. Paul is reminding us that let us figure it out. Where there is a difference, there is no unity. There is something lacking. People lack humility. We lack the mind of Christ. So I want to continue. I don't want to end it there. Let's move to another example. The attitude of Christ. The attitude of Christ. I've spoken about what you need to do. So Jesus is giving us the example of what to be done. That is, I started with verse 1 to 4. What we should do. The like-minded of Christ. Now, Jesus, from verse 5 to 8, if you just have to have a glance at your Bible, verse 1 to 8, which now what Jesus did, have this mind among yourself, which was also in Jesus Christ. Be an example of Jesus Christ. Tafadhali, katika hiyo nyumba, katika hiyo ndoa, katika hiyo kikundi, katika hiyo kongamano, katika hiyo mission, be like Christ. Some are in human flesh, some are walking with different attitudes, but be the mind of Christ. What did Jesus do? What did Jesus do from verse 5? Paul is telling us that down movement from Christ's humility. He was in the form of God. The book of John chapter 1 from verse 1 tells us that in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All the rights He was given. All the rights He was given. He was God. But He left that throne. Alitoka katika hiyo kiti, akateremka chini, awe kama binadamu. Ni mfano bora sana. Can you calm down? Even if you are born in a rich family and you are married with a poor man, calm down. Even if you are in a school like in Bomoko and you are from a rich family, when you join that school, calm down. Don't show people that you are from a rich family. Even if you are in this church and you are married to a wealthy man, don't show this community for the sake of unity of this church. Just calm down. Jesus came down, even though He was God, but He came down. He came down. Yet He did not grasp for quality with God. He did not look for kung'ang'ana na Mungu baba yake, ati mimi pia ni kama wewe, ukifanya mimi nafanya. Wakihesabu tunahesabu, wakipiga kura tunapiga. La, unyenyekevu. Bwana sifiwe. Amen.
That point makes me remind me of Raila now. Wakimnyang'anya, anarudi nyuma, anakaa chini, na kesho shida ikikupata unamuita, kuja unisaidie katika hii serikali. Imenilemea. Bwana sifiwe. Si amefanya hivyo mara mingi? It was God's plan that wenye wamejiweka juu watashushwa chini. Andiko imesema hivi. Na wenye wako chini watapandishwa juu. Jesus himself, Son of God, did not tell God, wewe songa hata mimi nikae kwa hiyo kiti. Akasema wacha niende. Na ndiko linasema katika mbingu waliulizana, nani atatumwa kule chini? Hakukupatikana. Lakini Yesu alijitolea. Can you come out for the sake of that family, for the sake of that school, for the sake of that plot? Can you come down so that you have the mind of Christ, so that people can see Christianity in you? Bwana sifiwe. Amen. Alafu anasema he emptied himself, not by losing his divinity, but by taking on humanity. Hakupoteza nguvu yake kama Mungu. Bwana sifiwe. Sheila, your name will not change. You will remain Sheila. But the character matters. Bwana sifiwe. My brothers, even if I sit down and Nelson is preaching, it's not my pastorship will remain. Bwana sifiwe. But I have to come down so that others can come up, so that unity can be seen. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Yesu hakupoteza nguvu yake, jina yake, jukumu lake haikupotea. Kwa kupitia unyenyekevu alinyenyekea so that unity can be seen. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Angeleta vita, hatungekuwa tunasema ya kwamba hatungekuwa tunasema God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Why do you bring discourse? Mbona unaleta shida katika hiyo kikundi? And you are saved. Ask yourself. Ask yourself. He became obedient to the point of death. Bwana sifiwe. Amen. To the point of death. If you read from John chapter 15 up to John, I like that book, up to John chapter 19. He was now telling them goodbye. My Father, I've done my part, and I'm coming back to you. The ones you gave me, I took care of them. But the first thing he did was, I want to wash their feet. Akawanawisha mguu. Can Ruto wash your legs? He can't. He can't. Can we have the mind of Christ? Kama wa Kristo. Inarudia yote. Can we have the mind of Christ? Unanyenyekea mpaka kiwango hile, sio ati utasushwishwa chini, la, utabaki tu hapo, lakini umoja imeonekana, upendo imeonekana, furaha imeonekana, furaha ile ya ukweli imeonekana. Mtu anaweza cheka na wewe kumbe hakupendi, lakini ukiwa na mind of Christ, ukicheka na mtu ni ya ukweli. Bwana sifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu was obedient to the point of death. Paka kwa msalaba. Paka akasema Mungu, Eloi Eloi lama sabachthani. I've done it. I've done my work. Wewe pia nyenyekea mpaka ile kiwango unasema Mungu, huyo mtu nimemsamea. Yesu anasema mara 7 mara 70. 7 times 70 times. Kwa hivyo ukifanya hivyo, ukifika ya 49 umechoka. Umesahau. Bwana sifiwe. That's what Jesus meant. Wewe pia nyenyekea mpaka useme I've reached the end. I've done my part, God. So that through humility can I get the benefits. God, can you bless me now? The mind of Christ, humility that benefits, that makes you benefit in the kingdom of God. Bwana sifiwe. Amen. Wacha waongee leo Jumapili nyingine waongee, lakini wewe kwa unyenyekevu usijibu. Bwana sifiwe. Amen. Omba tu kwa unyenyekevu, uwapende tu, uendelee na kazi yako. Sio ati uonekane bora
Mungu akutazame. Naomba ufikirie hivi. Naomba ufikirie hivi kuhusu hiyo andiko from verse 5 to verse 8. Think this way. From heaven's throne to feeding the 5,000 people. From creator to a carpenter. From a carpenter to the Lord's servant, a servant. He came like a servant. Mpaka anasema mimi nilikuja kwa ajili ya watenda dhambi na wagonjwa hawa. I don't want to mix myself with those ones up to you. Think of that. I have a story. There's a story of a king who loved these people so much. I just watched that movie. It was for 2 hours, but I can't explain it in 2 hours. Alikuwa anataka kuoa. Mfalme Ruto anataka kuoa. Ama Salasi amekuwa president anataka kuoa. What he did to come to where beggars are. Na akabadilisha manguo. Akakaa nao, anakula nao. Hawange mtambua. Sasa zingine chokora paka uso yule black, huwezi mjua. Alikaa hapo akakula nao mpaka akasport msichana wa kuoa hapo. Bila alichukua sasa anaenda nao. Yakaoga. Sasa siku hii ni harusi. Harusi yangu nitaoga. Chokora alisema hivi. Harusi yangu nitaoga. Akaoga akajipodoa. Ndio wakasema kumbe this is the president. This is the president. But one of the chokora said, you have touched my heart. I didn't know you can live with us here for 1 year. 1 year. Like a chokora. Akitafuta bibi. That's what Jesus Christ did. He came down like a chokora to live with us. To choose, mkikaa nami, nitakaa nawe pamoja na baba yangu. Baba yangu ndio mwenye hii shamba. Na mimi ni msabibu. Na nyinyi ni kama tawi. That's what the king did. So I'm asking you today, can you put aside your interest for the sake of the family, for the sake of the group, for the sake of the church? Put aside your pride. Ile kiburi weka kando. Kwa ajili ya hii mkutano, kwa ajili ya hii kanisa, kwa ajili ya hiyo kikundi, kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya mandugu zako na masista zako. Mungu ametuonyesha hakuna kipimo. Hakuna kipimo. Ile kiwango unaweza enda ama ile kiwango unaweza rudi chini. Lakini enda mpaka ufikie mahali nasema jirani yangu, rafiki yangu ameridhika, amefurahia. That's the love. Ukiwacha mtu katikati, Bwana asifiwe. Umeanza naye safari unamwacha katikati, utakuwa umemsaidia. Hiyo umeonyesha madhara. Bwana asifiwe. Umeanza kupangusa kanisa after 3 months umewacha. Utakuwa umetusaidia. Ilikuwa madharau. Ask yourself, Bwana asifiwe. Umeanza kucheza vyombo. 1 Sunday you are here, 2 Sunday you are away. Utakuwa unatusaidia. A servant. But I like him. Akikosa hiyo mzigo anaona ni nyepesi sana. He cannot miss a chance because he knows he's the keyboardist. So katika hiyo unyenyekevu na akili ya Mungu Baba, the mind of Christ, akili ya Mungu, uwezi anza kitu na unawacha katikati. Yesu alibeba mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Paulo alibeba mpaka mwisho.
Yohana Mbatizaji alibeba mpaka mwisho, mpaka akakatwa shingo. Bwana sifiwe. Amen. Why do you want to leave it halfway? Sitaiacha hapo because I feel the Holy Spirit is talking in this chapter. Yes. The story doesn't end with the cross. God's story never ends in humiliation. Haiwezi isha mahali tunapata aibu. Kama unapata aibu katikati, hiyo haikuwa na Mungu. Bwana sifiwe. Na unasema umemaliza. The football match is 90 minutes. Bwana sifiwe. Mpaka filimbi ya mwisho ndio unasema mechi imeisha. Lakini extra time inaongezwa dakika moja mpate goal. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hata Mungu andiko lake iko hivyo. So just to proceed, exaltation. I said mahali sasa una benefit. That's from verse 9 to 11. From verse 9 to 11. Therefore, God highly exalted him and gave him the name that is above every name. God will give you a name above every name. Bwana sifiwe. Amen. Hiyo aibu ulipata unaposema if you insist wacha nikusamehe. If you insist ati mimi ndio nimefanya makosa, naomba unisamehe. Hapo sasa Mungu ndiye atachukua hilo jukumu. Bwana asifiwe. Na abebe mwenyewe. And God. So that word, therefore. Tazama tu kwa mbali hiyo andiko lako. Kuna mahali imesema therefore. What does therefore mean? After all that, finally, there is something which must happen. There is something which must happen. Kuna jambo lazima itendeke. Na it's very important katika hilo andiko. Mbona Paulo alianza na hiyo andiko therefore? Hapo ndio sasa the celebration, that's the party. What we are getting out of that neno, katika hilo neno tuliimba ile wimbo, ile neno wenye wamekumbuka. Tukianza tumefika mahali sasa Mungu amesema vile umeweka kiburi kando, utaki uonekane, unafanya kwa siri, bora tu jina la Mungu ionekane, upendo ya ukweli ionekane, umoja ya Wakristo ionekane, furaha ya ukweli ionekane. Sasa Mungu anajitokezea, anamwambia Yesu, kwa vile umefanya, umetoka mbinguni, umewacha kiti yako, umekuja duniani kushiriki na wagonjwa, sasa nitakuinua. Na anasema ya kwamba every knee will bow. Let me tell you, you are just talking with my brother Ibrahim, and I said, in this salvation, every knee will bow. Remember what we were talking about. Every knee, they like it or not. They didn't like David. Hawakupenda Daudi. Lakini ilifika Mungu anapomuinua na kwa unyenyekevu, yeye ndiye alikuwa anachunga kondoo. Watu wakubwa wako katika hiyo boma na kijana mdogo ndiye anatumwa. Na kule anakutana na masimba. Bwana sifiwe. Unyenyekevu. Kuna watoto wa siku hizi ukimtuma anasema si Gilbert yuko. Bwana sifiwe. Unatuma Mariana anasema mimi siwezi enda kwa duka, Gilbert yuko, mtu mkubwa. Bwana sifiwe. Lakini Daudi kwa unyenyekevu alienda, akatumikia, hapo ndiye akapata experience. Hata ingawa hakuchaguliwa, akarudi, akaitwa to come, exaltation. Unaitwa mahali huifai kukaa. Bwana sifiwe. Amen. When you remove pride in you, ukitoa kiburi, tabia zingine zinafanya Mungu atuogope. Kiburi kidogo tu, umeongezwa tu kidogo, kiburi imejaa nyumba nzima.
na inatoka kwa mlango jirani pia wanaiona, inaenda mpaka kwenu mahali ulizaliwa. Kiburi inatembea. Bwana sifiwe. Siku hizi kiburi inafika hata ng'ambo, hujakanyaga Amerika, lakini kiburi imefika. Kwa WhatsApp, kwa Facebook imefika. Bwana sifiwe. Kiburi imefika. Ask yourself. Thanks to Jesus. The Lord exalted him. Every time they speak about you, they speak. Hata bubu wataongea. Bwana sifiwe. Mpaka useme ndugu Fred aongee, lakini leo ameongea juu ya nani? Akiongea ni ukweli. Bwana sifiwe. Fulani amepata kazi. Asiamini. Siamini. Ati nilielezwa na ndugu Fred. Ndugu Fred hiyo ni ukweli. Wenye waongei wataongea. Every tongue shall speak. If you remove pride na kujiinua mahali ustahili, unataka ujiinue mbele ya watu, let God lift you up. Bwana sifiwe. I want to give you an example. Mbegu. The seed must fall down. Iende kwa mchanga chini, lazima ikufe. Ile pride ikufe kabisa, ile kiburi ikufe kabisa, madharau iondoke katika hilo kikundi. Toa kabisa. Mfano bora ya Ukristo iingie. Uzaliwe upya, ndiposa mbegu itanyauka igrow. Bwana sifiwe. Amen. The seed must go down, na izikwe chini. Ikiwachwa juu, Bwana sifiwe, jua itapiga ikufe. Go down, go down, enda chini kabisa, ukufe kama mbegu. Humility is like that. Sin barren and sin, but in due time God causes it to grow. Bwana sifiwe. In due time Mungu atakufanya unyenyeke, unyauke, uonekane. Kwa hivyo ninapomaliza, the kingdom of God always works this way. One way, the first one. The way up is the way down. Kibinadamu. Sio kuenda hivi. Katika ufalme wa Mungu, enda tu chini. Unapoomba si unaenda chini. Kanisa zingine wanapiga magoti. Wengine wanasema bow down your head. Niliona kwa wengine wanasema toa kofia. Bwana sifiwe. Kwa nini hatuwezi fanya hivyo? Katika ufalme wa mbingu, jambo la kwanza, badala ya kuenda juu, enda chini. Ndio amani patikane, furaha patikane. Jambo la pili, the path to glory is humiliation. Kama unataka Mungu akubebe juu, tafuta vile utanyenyekea. Bwana sifiwe. Jambo la mwisho, the route to victory is surrender. I surrender all. Surrender all. Usiwache hata moja. Mbegu inakufa yote mpaka ile ingine ndio inamea. Kwa hivyo siku ya leo ninapomaliza, when you serve quietly, God sees you. Unapotumikia kwa siri, Mungu anakuona. Wacha usionekane na binadamu. Hata ukitoa, toa na iwe katikati yako na Mungu. Wacha waseme, waongee, lakini wewe unajua chenye umefanya. Kama umekosa, umekosa. Mungu anakujua. Alafu when you forgive, instead of fighting for your right, God remembers. Bwana sifiwe. Mungu atakukumbuka. Ni haki yako, umenyimwa. Lakini if you insist, forgive me my brother, I accept nimekukosea. Siku nyingine wewe pia utanisamehe. Unisamehe siku ya leo. Utakuwa umeweka jambo kubwa katika roho ya huyu mtu. Bwana sifiwe. The other one, walking in footsteps of Christ, in one day will lift you up. Naomba tusimame. Ninapomaliza,
jambo nataka niseme. Naomba wiki hii fanya jambo moja kisiri kwa wenye walikukosea. Kama kuna mavutano mahali, kutoka hapa kanisani, rudi tu unyenyekee. Ama fanya katika hii kanisa jambo moja, umeona kuna pengo bila watu kugundua, Mungu ndiye atagundua. Kama ni kupanguza, kama ni kutembelea dada ama kutembelea ndugu, ama kutoa ama kuhimiza, encouragement, quiet, fikiria, huwezi kosa.